Wakenya hamjambo, pahali popote mlipo. Ni mimi wenu Isaac Mungai aka kijana msafi, chairman wa New Gema Young Leaders Movement, na nimekuja hapa leo kuongelesha mtu ambaye anaitwa Aden Duale kwa sababu iko matamshi ambaye amekuwa akiongea na tumenyamazia yeye. Sijui sasa anafikiria ni uoga tuko naye ama pengine tunamuogopa. Na iko mambo amekuwa akiongea kawaida yake vile ambavyo wanaongeanga kule State House wakiwa na William Ruto. Ile tu maneno anaongea kila siku ambaye ni maneno ya kupiganisha jamii. Na nikasikia akiongea akiwa kule kwao akisema ya kwamba sijui 2027 ya itakuwa kama 2007 ile ambayo itakuwa ni sijui ni 42 against 1 ama wanaita nini. Na nikasikia bado matamshi yake akiongea alikuwa na jaribu kukemea jamii yetu, hasa hii jamii ya Mlima Kenya. Na mimi nataka niambie Duale, unajua wewe ni mfugaji wa ngamia na pengine umefuga ngamia mpaka kwa hiyo kichwa yako unafikiria kwamba watu wote ni ngamia tu. Sisi ni watu ambao wako na akili na ni watu ambao tunajua mahali tumetoka na mahali tunaelekea. Na sisi kama jamii ya Mlima Kenya tunajua marafiki zetu na tunajua maadui zetu ni akina nani. Na mimi nataka niambie Duale, hii matamshi unaongea kila wakati. Mimi niko sure hauongei kwa niaba ya jamii wa Somali. Kwa sababu sisi kama jamii ya Mlima Kenya hatujawahi kuwa na vita siku hata moja. Hatujawahi kuwa na shida siku hata moja na hii jamii ya Somali. Siku Mwai Kibaki amekuwa kwa uongozi, hatukupata matatizo yote kati yetu na jamii ya Somali. Hatujawahi kuwa na shida yote. Uhuru Kenyatta amekuja ameongoza miaka 10. Kwa serikali yake kulikuwa kumejaa jamii ya Somali. Wewe ukuwa mmoja wao, umekuwa majority leader katika serikali ya Uhuru Kenyatta for 10 years. Na hakuna kura ulikuwa unamletea kwa meza. In fact zile kura unaleta kutoka kwenu, hata mimi kijana msafi mwenye sijachaguliwa kiti yoyote, saa hii naweza peleka kura mingi hata kukushinda. Kwa sababu hapo ulikuwa unachaguliwa kila wakati. Ulikuwa unachaguliwa sijui na kura 1000, 5000, 6000, 7000. Lakini Uhuru Kenyatta alikuwa na heshimu jamii wa Somali na anakupatia kiti kule bungeni unawakilisha hata kama hakuna idadi ya kura mingi ambazo unasimamia. Lakini saa hii vile ambavyo mheshimiwa Uhuru Kenyatta amestaafu, mimi nashangaa eti Duale wewe ndio mtu wa kwanza. Wewe ndiye mtu wa kwanza kukemea na kupiganisha jamii ya Mlima Kenya na jamii wa Somali. Mimi nimekuja kukuambia hapa ya kwamba sisi Duale hatukuogopi. Na ningetaka leo, I want to be very honest today. Na nataka niongeleshe jamii wa Somali. Hasa wale ambao wamesoma kidogo ndio nataka niongee na wao. Wale hawajasoma kaeni kando kwanza. Mtafikishwa ujumbe na wale ambao wamesoma. Nataka niongee na jamii wa Somali, wale kwanza wameenda shule. Hawa wabunge wenu hawa viongozi wenu wakiongozwa na Duale wanakuja huko kwenu kurukaruka huko, wanakuja kuwadanganya eti shida yenu ni Rigathi Gachagua. Wanawaambia shida yenu ni Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua amekuwa kwa serikali miaka 2 peke yake na nusu. Lakini nyinyi kama jamii wa Somali ile shida mmekula si ya miaka 2. Ile matatizo mko naye kama jamii wa Somali si shida ya miaka 2. Ni shida imekuweko zaidi ya miaka 20. Na hawa wanawaambia kwamba eti shida yenu ni Rigathi Gachagua, wao ndio wamekula pesa yenu. Kwa miaka 20 jamii wa Somali, nataka mnisikize vizuri. Kwa miaka 20 Duale amekuwa mbunge, amekuwa majority leader na viongozi wengine hapo wakiwakilisha kule bungeni. Kila mwaka wanapatiwa milioni zaidi ya 150. Kwa hivyo katika ile wakati Duale amekuwa mbunge akiwawakilisha kule bungeni, amelipwa kupitia CDF, kupitia Equalization Fund zaidi ya bilioni kama 3. Lakini mkienda huko kwenu anawaambia shida yenu ni Rigathi, hakuna madarasa. Tukikuja huko kwenu hakuna stima. Tukikuja huko kwenu hakuna barabara. Kama hamuna barabara, hamuna stima, hamuna mashule, hamuna hospitali, Rigathi anaweza kuwa shida yenu vipi? Na yeye amekuwa kwa serikali tu miaka 2. Duale amekuwa kwa hiyo serikali zaidi ya miaka 20 akiwa kiongozi kule bungeni. Na ndio maana nimesema nataka niongeleze jamii wa Somali, hasa wale ambao wamesoma, wale ambao wanaelewa maneno, hawawezi danganywa na hawa wakora. Msijaribu kudanganywa.
Shida yenu sio Rigathi. Rigathi hajaikuwa president wa nchi hii. Amekuwa tu naibu wa rais kwa muda wa miaka 2. Na zile matatizo mmekuwa nazo ni matatizo ambayo imewakumba na imewatesa kwa miaka mingi. Mimi nashtuka sahi hawa viongozi kutoka jamii wa Somali wakiongozwa na Duale. Kazi yao ni kuchukua pesa ile ambayo inapangiwa kusaidia wananchi wa kwao, wanaenda kule Kilimani wananunua apartments, zile pesa zingine wanaenda kwa virabu wanakunywa pombe ya bei kali, zile pesa zingine zinabaki wananunua malaya huko. Mnanunua malaya na pesa ya wananchi. Watu wenu wanabaki bila mashule, watu wenu wanabaki bila hospitali, watu wenu wanahangaika bila barabara kwa sababu kazi yenu ni kukula pesa yao kule Nairobi. Hawa viongozi wanawakilisha jamii wa Somali, nataka niwaambie leo. Kazi yao ni kununua manyumba huku Isli. Kazi yao ni kubadilisha magorofa kule milimani na pesa yenu. Nyinyi mnabaki msituni, nyinyi mnabaki kwa kichaka, mnatesekea huko, mnahangaika huko. Wakati kuna mafuriko, mnakuja mnakumbwa na matatizo. Ile kitu kubwa wanafanyanga, wanagojanga mafuriko iwapate ndio wawaletee chakula na ndege ya serikali. Wanawaletea maharagwe huko, wanawaletea mahindi huko na wanawaletea mchele huko. Hiyo ndio ile kitu kubwa wanawapelekeanga. Mimi nashangaa. Na ndio maana naambia jamii wa Somali, msikubali Duale alinganisha nyinyi na ngamia zile ambazo wanafuga. Nyinyi ni watu ambao mko na akili. Nyinyi ni watu ambao ni waelevi. Nyinyi ni watu ambao ni waelevu. Mnajua maneno, mnajua shida zenu, mnajua jinsi ya vile ambavyo mnaweza saidika. Msikuja hapo kudanganywa na siasa ya pesa 8. Jana nimeona Faruku Kibet na hiyo grupu ya kina Duale wametembea huko milimani, wamechukua mara moja hapo, wamepeleka huko kwenye walikuwa mkutano. Wanavalisha yeye nguo buibui hapo eti atukane Rigathi kwa kamera. Huyo mtu hakuwa anaongea kwa niaba ya Wasomali. Huyo mwanamke alitusi Rigathi jana, hakuwa anaongea kwa niaba ya Wasomali. Huyo tu ni malaya ya kawaida huku town Nairobi. Duale wameokota wamepeleka huko eti akatusiane huko, ndivyo sisi tuone jamii ya Somali iko na shida na Rigathi Gachagua, ama tuone jamii ya Somali iko na vita na sisi. Hakuna kitu kama hiyo na hatutakubali. Hii ukora yote inapangwa na Faruku wakiwa na Duale, wakifikia tunaogopa. Hatutakubali hii upuzi yote wanapanga Nairobi ya kugonganisha jamii ya Somali na jamii ya watu wa Mlima Kenya. Hiyo upuzi na ujinga hatutakubali. Wananchi hatuna shida. Wananchi sisi hatuna vita. Shida yetu ni viongozi. Wale ambao wanapatiwa pesa yenu, wanaenda kulala Nairobi huko na malaya wanakunywa pombe bei kali, nyinyi mnabaki mkiteseka kule msituni. Hiyo ndio ile shida ambayo tuko naye. Msikubali kukuja kudanganywa hapo. Msikubali kukuja kudanganywa hapo. Kitu ingine, siku Rigathi Gachagua ameongea mambo ya Al-Shabaab. Hiyo sio kitu mgeni katika nchi hii. Hiyo sio kitu mgeni katika nchi hii. Yule ambaye hajui mambo ya Al-Shabaab katika nchi hii ni yule ambaye amezaliwa leo na wale ambao walikufa. Lakini wale ambao wamekuwa uhai hapa, juzi tumekuwa na matatizo hapa, na nyinyi wote mnajua, na hiyo ni kitu inajulikana. Na ile siku Rigathi ameongea hiyo maneno ya Al-Shabaab, hakuna mahali alitaja jamii wa Somali. Na nataka niambie Wakenya leo hii, kama mtu ako na matatizo yake binafsi, msikubali akuje kuwekelea jamii. Hakuna mahali Rigathi Gachagua aliongea mambo ya jamii wa Somali eti ni Al-Shabaab. Hakuna mahali alitaja mtu yote akasema ati kiongozi fulani kutoka jamii fulani eti ni Al-Shabaab. Hakuna kitu kama hiyo. Hii ni mambo inatengenezwa hapa Nairobi na inatengenezwa na mtu ambaye anaitwa Faruku Kibet. Huyu mwizi wa Kikuyu anaitwa Kimani Ichung'wah. Huyu mjinga anaitwa Soprano na Aden Duale, ndio wanatengeneza hii maneno hapa Nairobi, wanakoroga, alafu kisha wanachukua ndege, wanaweka mafuta na pesa ya wananchi, wanakuja kule msituni, wanakuja huko kuwadanganya. Ndio wapiganishe. Msikubali na wasihi. Jamii ya Somali na waambia, msikubali kudanganywa na hawa matapeli. Hawa ni wakora, hawa ni wanafiki, hawa ni waizi, hawa ni majangili hawa. Hawa ni majangili. Huyo Duale anajifanya mwanaume, kama ni mwanaume sana. I dare you, Mr. Aden Duale, hata kama wewe ni waziri wa afya na ulifaa ukuwe waziri wa ngamia, you don't even qualify to be a CS for health. Ulifaa usimamia mambo ya ngamia. I dare you, kama wewe ni mwanaume, acha kudanganya jamii ya Somali eti Rigathi amesema wao eti ni Al-Shabaab. Enda uambie siku umekuwa majority leader hapa miaka 10, nini uliwafanyia? Enda uambie umekuwa mbunge
kutoka wakati wa Kibaki, ende waambie nini umewafanyia. And let me tell you Kenyans, hii maswali lazima mjiulize. A good example, hatuwezi kuwa na constituency kama Kiharu, pesa ya CDF inatumika kujenga mashule, inatumika kujenga mabarabara, inatumika kulipia watoto shule wa hiyo constituency, wazazi wanalipa 1,000 peke yake per term, alafu nyinyi mnalia kwenu miaka 20 hamuna madarasa, miaka 20 hamuna barabara, miaka 20 hamuna stima. Kama mbunge amekuja ako na only 2 term hapa Nairobi, amefanya kazi kwake na pesa CDF. Huyu mwizi anaitwa Ndwele amekuwa mbunge miaka 20, hajawafanyia kitu, bado mko mstuni. Hata nyinyi mnafaa kujiuliza maswali. Na niambia wa Kenya, hiyo puzi mnasikianga hapa mingi. Watu wakisema ya kwamba sijui hii jamii sijui ndio imesaidika, hii jamii sijui ndio imepatiwa nini. Wale viongozi wengi mnachagua zile jamii ambazo mko marginalized. Wale viongozi wengi mnachagua walikuja anasa hapa Nairobi. Juzi nimesikia Murkomen akilia akiwa kule kwa Kamket. Juzi nimesikia Murkomen akilia akiwa kule kwa Kamket, akisema ya kwamba eti baada ya miaka 20 tuko na CDF na kwa Kamket hakuna madarasa, hakuna hospitali, hakuna police station, hakuna barabara na hakuna stima. 20 years of CDF. Huyo mtu anapatiwa CDF na anapatiwa equalization fund. Lakini miaka 20 hakuna kitu inaendelea huko. Alafu bado nyinyi mnakuja kublame sisi eti jamii hii ndio inafanya tusisaidike. Mnakuja mnadanganywa hivyo na wala wakora na bado mnasikia. Mimi nafikiri William Ruto alituambia wajinga waliisha Kenya. Kwani wajinga wamefufuka? William Ruto alituambia wajinga Kenya wameisha. Kwani saa hii wajinga tena wametoka wapi? Kwani wajinga saa hii wametoka wapi? Nataka niambie William Ruto. William Ruto, kiongozi wa UDA, rais wa Jamhuri ya Kenya. Wale wajinga ulituambia waliisha siku ya uchaguzi. Hata saa hii hawajarudi. Na kama iko wamerudi, wewe ndio umewaleta. Sijui umewatoa nchi gani? Hakuna wajinga wamebaki. Vile ulituambia hakuna wajinga nchi hii, hata saa hii hakuna wajinga. Nataka niambie wa Kenya hapa, kwa sababu lazima tuambiane ukweli. Siku Rigathi Gachagua ameenda US, mlisikia wakora wa serikali wakisema ya kwamba eti saa hii kuna amani venye Rigiji ameenda US. Na vile walisema hivyo, wameishi wakitafuta njia ya kujaribu kubrand Rigathi Gachagua kama mtu wa fujo. Na ndio maana siku wameenda wakaanza porojo na mdomo mingi eti saa hii kuna amani, Rigiji hayuko. Siku wamerudi kutoka Umarekani, wanamtumia wakora, wanamtumia vijana maguns, anakuja kupigwa mawe, ndivyo muone fujo imerudi wakati Rigiji amerudi Kenya. Hii lazima tuambiane hapo ukweli. Hii lazima tuambiane ukweli. William Ruto, shame on you. William Ruto, shame on you. Ulituma wakora siku Rigiji alikuwa anarudi. Ndivyo kukuwa na furugu. Uambia wa Kenya ya kwamba vita imerudi kwa sababu Rigiji amerudi ndiye hataki amani. That is what you did. Lakini wajinga Kenya hakuna. Na kama iko, wewe ndio umewasafirisha ukawaleta hapa. Lakini sisi wa Kenya sio wajinga. Wala tulikuwa siku ulikuwa unafanya uchaguzi hapa. Wala tulikuwa siku ulikuwa unarukaruka hapa ukiomba kura. Sisi sio wajinga. Tunaweza kuona maneno na tunakuonea 18. Nimesikia, I don't know whether it was yesterday or maybe before yesterday, kulikuwa na watu huko CBD walienda kupora maduka za watu. Kitu ambao haikuwa inafanyika wakati Rigiji hakuwa. Lakini saa hii amerudi, mnatuma wakora waende wakafanya mambo ya upuzi ya ujinga ya kupora na kuharibu mali, ndivyo mwambia wa Kenya si mnaona Rigiji amerudi ndivyo hakuna amani. Hii tunawaonea 18. Hii ujinga mnajaribu hapa tumewaonea 18. Na niambia William Ruto, hii upuzi unafanya hapa Kenya ilifanywa na Moi wakati wazazi wetu hawakuelewa chochote. Hii ujinga bwana William Ruto anafanya hapa Kenya leo ilifanywa na Moi wakati wazazi wetu hawakuwa wanajua chochote kwa sababu hawakusoma. Moi aliharibu masomo, wazazi wetu hawakusoma, kisha akaanza kufanya hii upuzi unafanya. Na hiyo siku hatukuwa na media. Tulikuwa tunangojea KBC peke yake isome taarifa 6 in the evening. Na tungeamini tu venye ingesema. Saa hii hiyo ilikuwa mambo zamani. Saa hii tuko na social media.
tuko na network kila mahali, tuko na internet kila mahali. Tunakuonea 18 hata kabla utekeleze kitu. Ile upuzi moja alifanya wakati wazazi wetu, usijaribu kufanya saa hii. Sisi wenye tuko tulisomeshwa na Kibaki for free. Uhuru akakuja akachukulia tukasoma secondary for free. Hata kama hatujatoka katika jamii ziko na pesa, angalau Kibaki alitupatia free primary education. Uhuru Kenyatta akatupatia free secondary education. At least tuko na masomo hata kama ni kidogo. At least we are far somewhere way than our parents. Iko maneno tunaweza ona wenye wazazi wetu hakuwa naona. Kwa hivyo nikwambie William Ruto, hii karata unacheza tunakuonea 18. Juzi mmerukaruka hapa mkasema Jay-Z ni kabila moja. Baadaye kwa sababu mlishtuka ni vipi watoto wa Kenya wanaweza tokea kwa barabara waandamane na hakuna kitu inaharibiwa, mkaingiza baridi. What did you do? Mlienda mkaketi chini mkatafuta goons. Mkaweka hao goons ndani ya Gen Z. Ndivyo maandamano ikiendelea wale goons wanapora mali. Ndivyo isemekana Gen Z wamegeuka wamekuwa wezi. Ndivyo mpate sababu ya kuwapiga risasi. And that is what you did. We know very well. We know very well. Hiyo mchezo mlicheza ndio mumalize Gen Z. Saa hii mnajaribu kupendi Rigathi Gachagua eti ni mtu wa fujo, such that mnagojea arudi Kenya, mnatuma wakora ndio fujo ionekane imerudi wakati amerudi. Mnatuma wakora wakapora CBD ndio ionekane mambo imeanza kuharibika vile Rigiji amerudi. Mimi nataka niambie wa Kenya, hasa kama uko hapo wewe ni Mkenya ambaye uko na akili timamu, usijaribu kuingia katika mtego wa William Ruto. Usijaribu kuingia katika upuzi wa William Ruto wakiwa na Faruk ile ujinga wanafanya hapa Nairobi. Rigathi Gachagua ni mtu anapenda amani. Rigathi Gachagua ako na haki kisheria kama Mkenya yeyote. Na mimi nashangaa sana. William Ruto, siku Rigiji anashuka hapa JKIA kama wale wengine tu, kama abiria wale wengine tu walikuja. Sisi tunagojea yeye hapo, tumemchukua, tunakuja msafara tumpeleke kwake, unatutumia wakora watupiga mawe. How evil are you, bwana William Ruto? How evil are you? Unajua William Ruto kuna mambo unafanya hata shetani anashtuka mwenyewe kwa sababu you are doing it to an extent hata mahali shetani hako unafikiri unaweza fika. Kiongozi, bwana ya mtu, baba ya mtu, hana hatia, hana makosa. Ameshuka hapa, watu wamempekelea, wanamsindikiza, unatuma wakora na mpiga mawe. Na mimi hapa nataka niseme kama kijana msafi. I must say this today. And I'm speaking on my behalf. Hata sitaki kuongea kwa niaba ya mtu mwingine. I'm speaking on my behalf because nilikuwa hapo katika hiyo convo tukipigwa na hiyo mawe. I want to send a very strong warning. Kwa hao chokora vijana wajinga wanatumwa, wanapatiwa shilingi 200 eti wakuje wapige viongozi mawe. I want to address you. Yule kijana atatumwa apatiwe 200. Akuje kupiga gari ya Rigathi Gachagua na mawe. Tutaweka kila kitu kingine chini, tutakimbiza wewe, na vile wezi wa simu wanachomwa Githurai. That is what we are going to do to you. And I'm sending hii naituma kama warning kwa hao wakora watu wanatumwa. Be very careful. Githurai wakora wa simu wameishi kuchomwa. Si ni kweli ama nadanganya? Si wanachomwa kila siku? Kama wezi wa simu Githurai wanachomwa kila siku na raia, wewe unatumwa na mawe ukapige baba ya mtu bure mwenye haja kukosea haja kufanyia kitu. Kama wewe ni mwanaume, yule atarusha mawe igonge gari ya Rigiji, tutakukimbiza mpaka kwa nyumba ya mama yako na tukikushika kiberiti. Nimesema hivyo kama kijana msafi. Mwenye yako na shida na mimi nitafute. But that is what we are going to do. Sisi tumechoka. Personally myself mimi nimechoka. Hiyo siku karibu nikufie kwa gari hata mimi bwana. Tulipigwa na mawe nikashtuka nikalala kwa gari flat. Mawe zinarushwa kama risasi. Na hakuna mtu tumekosea, hatuna hatia yote, hakuna mtu tumefanyia makosa. Lakini kwa sababu wakora wachache hapa chokora ihe ithato inyane cia heo magana meri. Sio kesi ikia mahiga. Mayanga ikihe kira gikurihwo mbia. Kihe kira gikurihwo mbia. Yuke kuhura ngari ya Rigathi na mahiga. Tugagutageria nginya kwanyu kwa nyumba tugakuruta kuu na twakonye twagura gibiriti. Kama mbaya tumechoka. Kama mbaya tumechoka. Tumechoka. William Ruto tumechoka. William Ruto tumechoka. Hiyo puzi imezidi bana. Juzi wakati Rigathi yako US umepiga kina medho hapa kila siku.
Wakienda Nakuru wanapigwa, wakienda Murang'a wanapigwa, wakienda wapi wanapigwa. Na wanapigwa bure. Kalonzo Musyoka akitembea mahali hakuna mtu anampiga. Mudavadi akienda hakuna mtu anampiga. Kindiki akienda hakuna mtu anampiga. Matiang'i akienda hakuna mtu anampiga. Lakini Rigiji akienda ama watu wake waende wanapigwa. Kwani tulikosea nani? I'm telling William Ruto tumechoka. Na kama hii nchi, if this country is lacking a mature leadership, let it be known. Let it be known by the internationals. Let it be known. Wacha ijulikane ya kwamba Kenya haina uongozi ambao umekomaa. Wacha ijulikane sasa. Lakini upuzi ya kupatia vijana 300 hapo wanakuja kutupiga mawe bure. Tutakimbizana wao. Tumechoka. Tumechoka. Tutakimbizana wao. Tumechoka. Na yule tutashika kiberiti. Dauga uguo mwenda kugira mugire. But uguo niguo twogweka. Tumechoka hata sisi. Ona ndio tukresiana cia tumia. Kakwe mundu oimire nguruga ora gia giumada. Utire mundu oimire nguruga. Itho tuciaritwo tole William Ruto aciaritwo. Vile William Ruto amezaliwa ndivyo Rigathi amezaliwa. Ya? Vile William Ruto alizaa watoto wake ndivyo hata sisi wazazi wetu wametuzaa. Na hii nchi ni yetu sisi zote. Hawezi kuwa na muko na pangia wengine wanapigwa mawe. And I'm addressing William Ruto because he is the leader of that yeye ndiye kiongozi wa hiyo group. I am addressing William Ruto because he is the leader of Kenya Kwanza government, he is the leader of the UDA, and he is the sitting president. Yule ambaye anafaa kulinda mali na maisha. That is where I'm addressing to you. Kama kuna makosa yamefanyika katika nchi, it has happened under your watch, Bwana William Ruto. Na mimi nimechoka. Nilikupigia kura na ndio maana naongea kwa ukali. Kama mimi sio mpiga kura ama mimi sio Mkenya, siwezi kuwa hapa na kuaddress. Nikakuwa hapa na kuaddress kama nani? But I'm here addressing you like a Kenyan. I voted for you. I campaigned for you. You know me very well. Ndio maana niko hapa naongea na uchungu, Bwana William Ruto. Sisi hatuna deni na hakuna kitu yako hata moja tunataka. Ile kitu tunakuambia lazima utekeleze ni amani. Wale wanafanya mambo zao, wacha wafanye mambo zao kwa amani. Lakini hii ujinga hii, gotire mundu na mwana ada. Na urawe na mwana nani akwamba kuiga kado. Ya, urawe na mwana ni abeige. Tukiamba tukimenyane. Mundu dire tubagirwo ihe nginya itairetio ru haha. Ihe itairetie nginya ru. Igathi kuhura muthuru wa miaka 60 na mahiga. This is very wrong, Bwana William Ruto. It is wrong, Bwana William Ruto. Shame on you. Muthuri wa miaka 60 wena mutumia na ciana ciake akihura mahiga neihe itairetio ru. Nundu wa ciringi 300. Ni mugutuma nginya bururi urumuo. Ni mugutuma nginya bururi urumuo. Na nikio mutangicida nginya gakombe kanita kamurathakaga haha Harambee Stars. Bururi ni murumio, ni mugutuma nginya bururi urumuo. Ni gutuma ciana ikahura maithe. Muratuma ciana ikahura maithe niki? I'm speaking this with a lot of pain. Ni murahitie ni gutuma ciana ikahura maithe. Kimani wa Icũng'wa ere William Ruto ni atia ndauga. No tuli anogu. Kama kuna swali nitachukua moja, kama hakuna maswali tutamalizia hapo. Tutazidi kuzungumza kwa sababu hii nchi ni yetu. Na sisi Baraka tunaongea ukweli. Na Baraka tunaambiana mambo ya ukweli. Hakuna kitu tunaogopa. Hakuna kitu tunaogopa. I'm coming here again. Na nakuja hapa kuambia jamii yetu ni akina nani ambao ni maadui zetu. Wala watu wote wanatusi sisi kila siku. Iko watu hapo wamezingira William Ruto wanatusi jamii ya Mlima Kenya kila siku. I'll be coming here again kuambia watu wetu ni akina nani ambao ni maadui zetu. Ndivyo tuwajue mapema. Na mimi naaibika sana mimi nikiwa kama kijana msafi nikiona vile tunatusiwa na watu wengine hapo William Ruto akiwa amenyamaza. And he's a beneficiary of our population as a region. William Ruto is a most beneficial person who benefited from our population as a community. Nashangaa sana tukitusiwa akiwa hapo akiwa amenyamaza. I'll be coming again to tell you. Na nitawaambia hao ni akina nani. Otherwise kwa haya machache na mengi nitamalizia hapo. Mungu abariki taifa letu na tuzidi kuongea na tuweke amani kama wa Kenya. Asanteni sana.